Tunaendelea mpenzi mtazamaji. Tumeona mkuu wa sinagogi alikwenda kupiga magoti miguuni pa Yesu. Sasa hiyo iko kwenye Luka hiyo 8:41. Sasa twende tukaone kitabu cha Yohana 9:19. Yohana 9:19 mpaka 23. Wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakamjibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Hawa ni Wayahudi, pamoja na Yesu kuwa amefanya kuwafundisha ndani ya sinagogi lao na uponyaji ukapatikana, lakini wanaogopa kusema ni Yesu kwa sababu kitambuliko ni Mkristo. Wayahudi hawatakuacha salama. Wazazi wanasema muulizeni mwenyewe kwamba amewezaje kuona, maana yeye ni mtu mzima. Wanaogopa, wanawahofia Wayahudi kwa sababu habari ya Ukristo na kwenye sinagogi haikuwa kitu nyepesi. Kuna ugumu kidogo. Msomaji, hebu twende Yohana 12:42. Walakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na sinagogi. Hata wakuu walishindwa tu kukiri kwamba Bwana Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wao. Walishindwa kukiri, lakini waliutambua ukweli. Lakini uoga wao wasije wakatengwa na sinagogi, kwamba kule kwa sinagogi waliona ndio kwao, lakini tukimkiri Yesu tutatengwa na sinagogi. Wakaingia hofu. Mpenzi mtazamaji, hawa wa kwenye sinagogi inaonekana kama ni imani tofauti kidogo, sio ile imani ya kanisani. Lakini sasa Yesu anakwenda kuwafundisha ndani ya sinagogi lao, wanapata kuelewa, lakini wanaogopa kukiri. Je, wewe Mkatoliki wa leo unaogopa kumkiri Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yako? Somaji, Matendo 6:9. Matendo ya Mitume Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru na la Wakirene na la Waiskandaria na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano. Asante mpenzi mtazamaji, sinagogi lina tafsiri yake. Kama utapata Biblia, ile Biblia yenye karatasi laini ile ya zamani ile, inayo tafsiri yake, lakini sitaki kwenda huko. Hatuhitaji habari hizi zikatengeneza taharuki au zikatuletea hitilafu na majirani zetu. Kwa hiyo tunatumia lugha ya staa ambayo itaeleweka. Kwa hiyo tunataka kuona tu sinagogi ni nini, lakini hatuna haja ya kwenda kutafuta changamoto labda za kutirafiana na majirani zetu. Sinagogi limetajwa hapa. Ukisoma hii aya niliyosema 6:9, Matendo ya Mitume 6:9, utaenda kuona pale kwamba sio sinagogi la wale ambao tunawafikiria sasa, wale ambao si wa Kristo, wale ambao si wa Kristo. Sasa hili lilikuwa la Asia, lilikuwa la Wakrete, lilikuwa la kuna masinagogi yalikuwa ya makabila hayo ya watu wa namna hiyo. Sasa hawa
kama tulivyosikia somo lilivyokuwa linatuelekeza. Hebu tuende Mathayo 13:43. Matendo 13:43. Sinagogi ilipofumukana, Wayahudi na waongofu wataua wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Barnaba na Paulo hawa nao waliingia kwenye sinagogi. Sasa